al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ameuawa na watu wa mji wa Al-Kufa. Wewe ukiulizwa ni nani aliyemuua al-Husayn, jawabu fupi, aliyemuua al-Husayn ni Shia ndio waliomuua al-Husayn. Shia kivipi? Naam, Kufa ilikuwa ndio kanat al-Kufa mahdan lish-Shia wa mawtinan min mawatin al-Alawiyin. Kufa na wao ndio waliandika barua zao waliziandika kwenda kwa al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini ukilipeleka jambo ndani zaidi ukalitafakari, tangu kipindi cha fujo zilizotokea katikati ya utawala wa Uthman mpaka kufikia kuuawa al-Husayn na matukio baada ya kuuawa al-Husayn, utagundua kwamba kulikuwa na mpango maalum wa kuzorotesha harakati za Uislamu kutokea ndani. Haya mambo si kwamba alijitengeneza yenyewe, na hapa ndipo tunapopata faida kubwa kabisa na ushahidi wa wazi kabisa kwamba Abdullah ibn Saba al-Yahudi alikuwepo na ni kiumbe aliyeishi, alikuwa hai wa faala al-afa'il, na sio kiumbe wa kubuni kwamba kabuniwa tu. La, riwaya zilizomtaja zinatosheleza, lakini matukio makubwa yaliyotokea ni ushahidi wa kutilia nguvu juu ya riwaya hizo. Moja katika malengo makubwa aliyopenyeza katika safu za Waislamu, kwanza ni kuwaparaganyisha Waislamu wenyewe kwa kuunganisha, na hili kwa kiasi fulani lilitokea, pamoja na kwamba baadhi ya watu wenye akili katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walidiriki jambo hili wakamaliza mizozo walionayo. Miongoni mwa hao ni Ali ibn Abi Talib baada ya mapigano ya Siffin, kisha mwanawe Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma walisimama kidete katika kuleta sulhu baina ya Waislamu na kuzivunjilia mbali hila na njama zilizopangwa na watu kwa jina la dini. Lakini pia katika malengo ya kikundi hiki kiovu ambacho kilijileta ndani ya safu ya Uislamu ilikuwa ni kusimamisha harakati za jihad fi sabilillah, kwamba isiendelee. Na kweli baada ya kuingia chokochoko katikati ya utawala wa Uthman mpaka kufika kwa Ali bin Abi Talib, mpaka kufika mwaka wa 41, mwaka wa jamaa, watu walikuwa hawatoki kwenye jihad fi sabilillah. Watu wanashughulikiana wenyewe kwa wenyewe, mapambano na wanauana. Kwa harakati za jihad zilisimama. Juhudi zozote za kuleta sulhu zilikuwa zikipigwa vita, hazikubaliki, kwa maana kwamba watu waendelee na mizozo. Abdullah ibn Saba kazi hii hakuifanya peke yake, aliasisi kikundi cha Maghulat as-Sabaiya. Kikundi hiki kiliendelea kwa muda mrefu. Katika kazi walizozifanya ni kubadilisha na kutilia shaka mafundisho yote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata kuitilia shaka Qur'an, wakidai mapenzi kwa Ahlul Bait. Kwa hiyo wakawa wanauvunja Uislamu nyuma ya pazia la Ahlul Bait, watia mashaka juu ya Qur'ani kwamba hii Qur'ani sio hii, Qur'ani ya sawa sawa ni ile aliyoandika Ali bin Abi Talib, hii sio hii. Tumeandika kwenye kitabu chetu Yahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, tukalieleza hili. Ukiwauliza sasa Qur'ani yenyewe iko wapi, vitabu vyao vaeleza kwamba sisi tumeamrishwa, nahnu ma'murun biqira'ati hadha alquran taqiyatan biamri ali Muhammad, sisi tumeamrishwa tuisome Qur'ani hii ya kina Abu Bakari hii kwa taqiya, kwa sababu ya amri kutoka nyumbani kwa familia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani sahihi iko wapi? Atakuja nayo Mahdi. Ina maana sasa wakati wote huu watu waishi bila Qur'ani, bila ya sunna. Kwa hiyo wakatilia shaka juu ya Qur'an, bali wakajenga shaka mpaka kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa hawazitaki sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwatuhumu kina Abu Huraira na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huku wakidai kwamba mafunzo sahihi yatoka kwa Ahlul Bait. Na wakati huo ghulati wakawa wanatunga hadithi, maelfu ya hadithi wakizichomeka katika safu za Waislamu, wakidai kuwa kutoka kwa Ahlul Bait, na hadithi nyingi zimenasibishwa na Jaafar as-Sadiq pia na baba yake Muhammad al-Baqir, na nyingine chache kutoka kwa Ali ibn Hussein Zain al-Abidin. Hii ni kazi imefanywa na ghulati, lakini lengo ni kuzihafifisha harakati za Uislamu na mafunzo ya Uislamu. Mafunzo ya Uislamu yasipatikane, na ndiyo maana ukisoma historia hutapata mahali popote kwamba kuna nchi ya Kiislamu
ambayo asili yake walikuwa wenyewe ni makafiri, ima ni Mayahudi au Manasara au ni washirikina wenye kuabudu mioto na mizimu. Basi kilitoka kundi la Shia al-Ithna Asharia, wakaenda wakaikomboa nchi hiyo, wakawaingiza watu wake katika Uislamu. Hutopata, sio mashariki wala magharibi wala kusini wala kaskazini, hutapata. Harakati zote zimefanywa na watu ambao wao wanawatuhumu na wakuita kuwa ni makafiri. Leo sisi tunasikia fahari kwamba Uislamu umefika mpaka Ulaya. Uislamu ulifika mapema kabisa katika nchi za Cyprus na huko Athens, yani Ugiriki, na mpaka Uislamu umefika Al-Constantinople, Constantinople huko Uturuki na sehemu nyingine, na Anatolia, Al-Anadhul, Anatolia huko. Uislamu ulifika kote huko mpaka Namsa, Bulgaria huko na Vienna. Uislamu ulifika. Nani kaufikisha Uislamu huo huko? Georgia na sehemu nyingine. Nani kafikisha? Ukisoma historia utawakuta ni masahaba al-khulafa ar-rashidun. Uislamu ulifika katika maeneo hayo katika zama za Uthman. Uislamu ulifika katika maeneo hayo katika zama za Muawiya ibn Abi Sufyan. Uislamu ulifika Cyprus. Uislamu umefika mpaka huko Ureno, Lisbon na Spain, Madrid na Barcelona, Cordoba na miji mingine, na Hispania yote mpaka ikiitwa Andalus. Aliingiza Uislamu katika nchi hizo na kusemesha dola ya Kiislamu kwa muda wa miaka 800 takriban na 5. Uislamu umekaa katika nchi miaka 800. Ni Abdurrahman al-Dakhil saqr Quraish, rajul min bani Umayyah. Hivyo ukienda upande wa mashariki huko mpaka kwenye kuta za Sin, China huko, sehemu za Tibet na milima Himalaya na sehemu mbalimbali, utakuta ni Waislamu katika zama za makhulafa au katika zama za daula ya Bani Umayya. Waislamu walifikisha Uislamu huko, bali inasemekana kwamba Uislamu umeingia katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki katika wakati wa utawala wa Abdul Malik ibn Marwan ambaye ni katika Bani Umayya, mwaka 65 66 mpaka 85. Ndio kipindi ambacho Uislamu uliingia katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, mapema kabisa kwenye karne ya kwanza ya Uislamu. Wao wamehusika wapi? Huoni kabisa. Bali ukiangalia historia utawakuta kwamba wao, wakati harakati za jihadi zikiendelea, Waislamu wakipambana kuingiza Uislamu katika miji, wao wanaivunja miji ya Waislamu na kuishambulia. Katika karne ya 10 mwanzoni kabisa, mwaka 900 na kitu, ndipo alipokuja mtu mmoja akiitwa Shah Ismail As-Safawi kutoka huko Azerbaijan kaskazini mwa Iran, akaishambulia miji yote ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kwa sababu Iran asili yake ni miji ya Ahli Sunnah wal Jamaa, baadhi yao wakifuata madhhabi ya Shafi'i, hasa watu walio magharibi na kusini mwa Iran, na wale kwa mashariki walikuwa wakifuata madhhabi ya Kihanafi, ambao wanakwenda mpaka katika miji ya Herat huko Afghanistan na Pakistan na sehemu nyingine. Lakini upande wa mashariki kwa asilimia kubwa walikuwa ni Ahli Sunnah wal Jamaa wa madhhabi ya Shafi'i. Waliwavamia katika miji yao na waliwaua. Bali vitabu vyao vya historia vyaonyesha ya kwamba kuna baadhi ya maimamu katika misikiti waliuawa kikatili juu ya mimbar. Khatibu kauawa juu ya mimbar, akakatwa akapikwa, watu msikitini wakalazimishwa lazima mumle, usipomla unauawa. Haya wameyafanya Shia Safavid katika kuuingiza ushia Iran ili kuutoa usunni katika nchi ya Iran. Ni karne ya 10 Hijiria. Haya wameyafanya. Wakati huo Waislamu tayari washatega mitego wakati wa Ottoman Empire, wakati wa mtawala Salimu Thani kwenda kwa Suleiman al-Qanun. Watu wanafanya harakati za kuingia Paris kwa upande wa magharibi na kwa upande wa mashariki. Tayari Ufaransa imezingirwa, Uislamu unaingia Paris. Mpaka kuna Myahudi mmoja aliandika akasema, laula safawiyun, lau kama sio hawa masafavid wa Irani hawa na ushia wao, basi ingekuwa Qur'ani inasomwa Ufaransa kama inavyosomwa Algeria, kwa maana watu wake walikuwa Waislamu. Lakini wakati huo mitego ishategwa, sasa nchi isalimishwe kwa Waislamu. Harakati za kuibomoa na kuivunja miji Ahli Sunnah wal Jamaa kwa dhulma na uadui inafanywa na Mashia Ithna Asharia, bali walikwenda mpaka Iraq. Ni'matullah al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwar al-Nu'maniyya, Ni'matullah al-Jazairi ni mwanachuoni wa zama hizo wa Kishia, ameandika kitabu chaitwa Al-Anwar al-Nu'maniyya. Anaelezea wazi wazi kwamba Shah Abbas As-Safawi, wanamuita the Great,
huyu ndio alifanya mambo makubwa kabisa baada ya huyo mtangulizi wao Shah Ismail, yuko aitwa Abbas Safawi au the Great wanamuita. Kimsoma utamwona huyu ndio aliingia Baghdad akaamrisha kaburi la Abu Hanifa lifukuliwe, likafukuliwa, akatolewa Abu Hanifa akazikwa mbwa. Vitabu vyao vyaeleza. Lakini kabla ya kufukuliwa ile kaburi alitoa wakfu kwa nyumbu wawili kwamba hawa watakuwa wanatoka sokoni mpaka kwenye, ukisikia haja anaenda kwenye kaburi la Abu Hanifa. Usafiri nyumbu yuko wa bure, wakfu. Haya yote waliyofanya Shia Ithna Asharia dhidi ya ahli sunna wal jamaa, na lengo lao ni kuzidumaza harakati za ufunguzi wa Kiislamu katika miji ya kikafiri.